Mzimba TV. Huyu hapa na translate Kiarabu, anakaa kwa waziri mkuu. Wewe ka pembeni ya wajeshi. Shikamoo Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais, karibu sana kwenye kituo chetu cha kuzalisha umeme cha Julius Nyerere ambacho kina uwezo wa kuzalisha megawati 2115. Mheshimiwa Rais, kituo hiki ni miongoni mwa uwekezaji mkubwa kabisa uliowahi kufanywa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwenye sekta yetu ya umeme. Kituo hiki kimejengwa kwa malengo makubwa matatu Mheshimiwa Rais. Kwanza ni kuongeza uwezo wa kuzalisha umeme hapa nchini, lakini pia kuimarisha gridi ya taifa. Mheshimiwa Rais, pia kuna ongezeko kubwa la mahitaji ya umeme linalokuwa kwa kasi, lakini pia Mheshimiwa Rais ni kuiweka nchi yetu kama kitovu cha biashara ya umeme kwa nchi za Afrika Mashariki na Kusini. Mheshimiwa Rais, kituo chetu cha Julius Nyerere kimejengwa kwenye eneo la Mto Rufiji Mheshimiwa Rais, na kilifanywa usanifu wa kuwa na mitambo 9 ya kuzalisha umeme, na kila mtambo unaweza kuzalisha megawati 235 na kufanya jumla ya megawati 2115 kwa uzalishaji wa mashine zote 9. Mheshimiwa Rais, serikali yetu hii ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tarehe 12 mwezi Disemba mwaka 2018 kupitia TANESCO tulisaini mkataba na ubia wa makampuni mawili, kampuni la Arab Contractors na SOD Electric. Makampuni yote mawili Mheshimiwa Rais ni kutoka Jamhuri ya Kiarabu ya Misri. Siku moja kabla, tarehe 11 mwezi Disemba mwaka 2018, serikali ilikasimisha kazi ya kusimamia mradi huu kwetu TANESCO kupitia mkataba uliosainiwa siku hiyo hiyo. Lakini tarehe 17 mwezi Aprili mwaka 2019 tulisaini mkataba sisi na wakala wa barabara hapa TANROADS kwa ajili ya masuala ya ushauri na kusimamia mradi huu. Mheshimiwa Rais, kituo hiki ni kazi kubwa ya kihandisi pamoja na miundombinu ya kisasa na ya kimkakati. Mheshimiwa Rais, kuna mambo kama 6 yako hapa kwenye kituo hiki ambayo yanajumlisha uwepo wa kituo hiki cha kuzalisha umeme cha Julius Nyerere. Kwanza tuna bwawa kubwa lenye uwezo wa kuhifadhi maji mita za ujazo bilioni 32.78, na kina cha juu Mheshimiwa Rais cha bwawa letu ni mita 184 juu ya usawa wa bahari, na kina cha chini ni mita 163 juu ya usawa wa bahari. Mheshimiwa, maji yanayokuja hapa yanatoka kwenye vyanzo vitatu vikubwa. Kwanza ni mto Kilombero unachangia 65%, mto Ruwegu unachangia 19%, na mto Ruaha unachangia 15%. Mheshimiwa Rais, kubwa na mradi huu ni mradi wa manufaa makubwa kwa taifa na sio white elephant. Ndugu zangu, ili mradi huu uendelevu kwa miaka mingi ijayo, tuna wajibu wa kutunza, kuhifadhi na kulinda mazingira pamoja na vyanzo vya maji vinavyoleta maji kwenye bwawa hili. Hivyo nitoe wito kwa wananchi wote kuhakikisha tunatimiza wajibu wetu. Niwatake Ofisi ya Makamu wa Rais, Muungano na Mazingira, Wizara ya Nishati, Wizara ya Maji na Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI kuratibu na kusimamia kwa karibu zaidi juhudi za uhifadhi wa mazingira na vyanzo vya maji katika maeneo yanayohusiana na mradi huu. Hiyo itafanya mradi huu uishi kwa miaka mingi zaidi. Nataka nizungumze jambo jingine hapa. Tumeanza kusikia taarifa kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania kwamba miezi michache ijayo tutakabiliwa na mvua kubwa za El Nino. Niwaombe wakuu wa mikoa, wengi wenu mko hapa, wakuu wa wilaya na wakuu wa taasisi mbalimbali, kwenda kujitayarisha kuweka mazingira sawa ili mvua zile zitakapokuja zisilete maafa makubwa kwa wananchi wetu. Kwa niwaombe sana, tahadhari imeanza kutolewa, hatua zichukuliwe ili mvua hizi zisilete madhara kwa wananchi wetu. Kwa Watanzania wenzangu, sote kwa pamoja tushirikiane katika kuilinda miundombinu hii ambayo tumeijenga kwa gharama kubwa. Tusikubali wala tusitoe nafasi miundombinu hii kuharibiwa.
kamati za ulinzi na usalama, mikoa na wilaya, shirikianeni na wananchi kwa kuweka mikakati mahsusi ya ulinzi shirikishi ili kulinda miundombinu yetu tunayoijenga kwa gharama kubwa, sio tu hapa, lakini kote ambako tunajenga miundombinu ya kitaifa kwa gharama kubwa. Kwa upande mwingine, Wizara ya Nishati na TANESCO na wataalamu wote mnaosimamia kituo hiki kuhakikisha mitambo hii inatunzwa vizuri ili itumike kwa ufanisi na kuleta manufaa yaliyokusudiwa. Wakati napewa muhtasari wa mradi huu, nimeambiwa wataalamu wote wanaoendesha mradi huu ni Watanzania. Ingawa wakandarasi bado wapo, lakini wataalamu wote ni Watanzania. Kwa hiyo Watanzania, huu ni mradi wenu, tunzeni kidumu. Waheshimiwa viongozi, wageni waalikwa na wananchi wenzangu, napoelekea kuhitimisha hotuba yangu, niseme kwamba mradi huu umethibitisha uwezo wetu Tanzania. Hivyo uwe chachu ya kusukuma miradi mingine ya kimkakati ili tuweze kujenga taifa thabiti na linalojitegemea. Na hapa naomba nisisitize jambo moja ambalo kila ninapopata fursa ya kuongea na wananchi huwa nalisema, nalo ni amani, utulivu na usalama wa taifa letu. Tunu hizi hazipaswi kutelekezwa au kutekelezwa na vyombo vya ulinzi na usalama peke yao, bali ni wajibu wetu sote. Niwaombeni sana ndugu zangu, tuendelee kuzilinda tunu hizi kwa kuwa ndio msingi wa maendeleo na ustawi wa taifa letu. Bila ya amani, utulivu na usalama ndani ya nchi yetu, tunayoyaona na kuyafurahia hayatakuwepo. Mwisho kabisa ni shukurani. Nashukuru Wizara ya Nishati na taasisi zote, lakini vile vile nashukuru sana Jamhuri ya Kiarabu ya Watu wa Misri kwa zawadi mlizonipatia. Zawadi hizi si zangu, ni Watanzania wote. Ni za Watanzania wote kwamba tumethubutu na tumeweza, na sote tunapaswa kujipongeza, na zawadi zile ni za watu wote. Kwa maana hiyo, kwa sababu ni zawadi za watu wote, zinakwenda kukaa makumbusho ya taifa, wala hazitakaa kwenye makumbusho ya Samia, zinakwenda kwenye makumbusho ya taifa. Baada ya kusema hayo, sasa ninayo furaha kutamka kuwa kituo hiki cha kuzalisha umeme cha Julius Nyerere kimezinduliwa rasmi leo tarehe 22 mwezi wa 8 mwaka huu wa 2026. Namuomba Mungu aubariki urafiki wetu baina ya Tanzania na Egypt au nchi ya Misri. Mungu aubariki mradi wetu. Mungu atubariki wananchi wa Tanzania, na asanteni sana kwa kunisikiliza. Asante Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tunayo heshima kukuomba kuondoka katika eneo hili la kituo cha uzalishaji umeme cha Julius Nyerere kwenda kuendelea na majukumu mengine ya ujenzi wa taifa letu. Pamoja na Mheshimiwa Rais, utaambatana na mgeni maalum wa Mheshimiwa Rais Dr. Adesina, Rais mstaafu wa Benki ya Maendeleo ya Afrika. Nitaomba viongozi wengine, waheshimiwa mawaziri na viongozi wengine, naomba tuendelee kutulia, tuketi ili tuweze kutangaziana utaratibu wa namna ya kuondoka katika eneo hili. Wakati huo nitaomba Tot Band tumsindikize Mheshimiwa Rais baada ya Brass Band.
naomba waheshimiwa mawaziri tutulie, kwa sababu kuna utaratibu wa usafiri wa kuondoka katika eneo hili. Kwa hiyo ninaomba sana tuendelee kutulia, tubaki tukitulia. Baada ya viongozi wetu wakuu kuondoka, tutapeana utaratibu wa namna. Mzimba TV.